Na ndugu mtazamaji wa Hot Touch Media, niko katika viunga vya parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu, na kama nilivyokuahidi tulianza na WAWATA kuhusu sherehe yao. Tuliongea nao mawili matatu, sherehe yao itakuwa kuaje, wamejiandaa vipi. Leo ndo kilele cha ile sherehe yenyewe. Kwa bahati mbaya zaidi sisi kama media mambo yalikuwa ni mengi, hatukuweza kuhudhuria sherehe kikamilifu, lakini sio mbaya. Japo ni mwisho, sio mwisho kwa umuhimu, lakini tumeweza kuhudhuria japo kiasi fulani. Niko na mama ambaye tutakwenda kuongea naye mawili matatu ili tujue sherehe yao ilikuwa kuaje, vipi malengo waliokuwa wamejiwekea yametimia, kama kuna changamoto itakuaje, kwa wanajipanga vipi kwa msimu ujao. Tutakwenda kuongea naye vitu vya namna hii. Mama, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa upendo wa Kristo Tutumikie na kuwajibika. Hongera kwa sikukuu ya Mama Bikira Maria. Asante, tunamshukuru Mama Bikira Maria, ndio mwombezi wetu, ametupigania na tumefika siku hii ya leo. Lakini hongereni pia kwa WAWATA parokia ya Pugu kwa kuadhimisha siku yenu. Asante sana. Kwa faida ya watazamaji wanaomba kufahamu kwa majina. Naitwa Elda Richard Kombole, natoka Jumuiya Mtakatifu Peter Claveri, kanda ya Mtakatifu Fidelis. Kwa majukumu hapa parokiani, mimi ni katibu wa WAWATA parokia, lakini pia ni mwazini wa Jumuiya Mtakatifu Peter Claveri na makamu mwenyekiti wa dekania Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu. Hongera sana, naona vyeo vimekuandama. Hiyo ni baraka pia. Nashukuru sana. Sasa mama, tunaomba tufahamu, kwa sababu tunajua kwamba mlikuwa na sherehe yenu ambayo kilele ndio kimefanyika leo. Kwa hiyo tunaomba tufahamu malengo yenu ambayo mlikuwa mmejiwekea kwenye hii sherehe, kwa sababu tunajua sherehe lazima muwe na malengo. Sherehe tunataka tufanye hivi, vipi mmefanikiwa? Niseme nimshukuru sana Mungu kwanza kwa ajili ya wakina mama wa parokia hii ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu. Pamoja na majukumu mengi tulionayo, lakini wamejitoa kwa hali na mali. Kwa asilimia kama 70 tunaweza tukawa tumefikia yale ambayo tumejiwekea, kwa sababu kuna baadhi ya vitu tulihitaji kuvipata, tumevipata, lakini vimebaki vichache sana ambavyo tunaamini kwamba jumuiya ambazo hazijatimiza ile michango zitakapoleta, basi tutaenda kununua hayo mahitaji ambayo ni kwa ajili ya nyumba ya mababa zetu. Na changamoto zikoje katika maandalizi mpaka kilele ambacho kimefikia leo? Changamoto zake zikoje? Changamoto ya kwanza, ucheleweshwaji wa ile michango. Kwa sababu michango ikifika mapema mnajipanga vizuri mapema, lakini ikichelewa kuna vitu ambavyo mnaweza mkatamani kuvifanya lakini mkashindwa kuvipata. Mfano, kuna baadhi ya jumuiya mawasiliano yanakuwa ni magumu, au kutokana na baadhi ya majukumu mengine yaliyopo katika jumuiya na parokia kwa ujumla wameshindwa kuwasilisha kwa sasa, ila kuna baadhi wameahidi, lakini wengine bado tunaendelea kuwatafuta. Kwa hiyo changamoto kwanza ni mawasiliano na upatikanaji wa hiyo michango yenyewe. Ndio. Na nini ushauri wako sasa kwa wamama ambao tulitamani leo wangekuwepo, kwa namna moja au nyingine hawakuweza kuwepo, pengine kwa makusudi? Nini wewe mtu wako hawa? Labda niseme na wakina mama, hizi neema ambazo Mungu anatujalia siku hadi siku ni za kwake yeye Mungu mwenyewe. Kwa hiyo inapofika tukio kama hili, kama huna sababu ambayo kwa kweli imekufanya usije, mama naomba ujitoe uje, kwa sababu tunapokutana wa mama tunajifunza kwanza mambo mengi, lakini pia kunapokuwa na adhimisho la misa takatifu kwa ajili yetu, ina maana Mungu ametupa kibali kikubwa sana kufanya hiki. Na katika mahubiri ya mababa wanakuwa mahubiri yao yanatulenga zaidi sisi. Mfano, amesema kwamba wakina mama ni walinzi wa familia, walinzi wa parokia, walinzi wa kila sehemu. Kwa hiyo tukitambua wajibu wetu huo sisi kama wakina mama, inatusaidia kujitathmini kule tuliko, kuanzia kwenye familia, jumuiya, kanda na maeneo mengine ambayo wakina mama tupo. Na amemzungumzia Mama Bikira Maria. Tumeona kabisa alikuwa ni mlinzi wa Yesu Kristo. Alipokuwa akiambiwa hama kutoka eneo moja, anambeba mwanae anaenda naye. Kwa hiyo na sisi ni wajibu wetu. Kwa hiyo tunapokuwa na sherehe kama hizi, semina na mengine yote yanayohusu wakina mama, ni wasi wakina mama tujumuike pamoja. Tunaweza tukajikuta tumeponywa baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tunadhani havina tiba. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Na vipi kwa WAWATA chipukizi, wameshiriki leo? Wameshiriki, lakini kwa uchache. Kwa parokia yetu bado hamasa si kubwa sana,
na uelewa bado ni mdogo, kwa sababu tunajichanganya kati ya WAWATA chipkizi na VIWAWA. Lakini hili jambo la WAWATA chipkizi hatutaki kuwatoa VIWAWA kutoka kwenye VIWAWA kuingia kwenye WAWATA, ila tunataka tuanze kuwarithisha taratibu yale majukumu ambayo sisi mama zao tunafanya, wao wangali bado vijana, kwa sababu sisi tuna vipindi, tutatoka wataingia wengine. Sasa tusipokuwa na warithi, maana yake tutatengeneza daraja kubwa kati ya vijana na wakina mama. Kwa hiyo bado tunaendelea, tumewapata wachache, nao tunawatafutia miundombinu ili waweze kujiunga pamoja, na tunawachukua wakati ule hawana majukumu yao kwa upande wa VIWAWA, lakini kama wana jukumu huwa tunawaacha huru endelea na majukumu yao. Ndio. Basi mimi nikushukuru sana mama, na nikupongeze, na pia hongera kwa kazi, maana inaonekana leo umechapa kazi kweli kweli. Asante sana. Kuhusu swala la Pugu Marathon kwa WAWATA limekuwaje? Pugu Marathon kama tunavyofahamu, kuanzia askofu, baba askofu amelihamasisha, lakini kiparokia tumelihamasisha. Mwamko sio mkubwa sana, lakini tunaamini wachache. Tukiangalia listi ya wale waliojiandikisha, wakina mama wapo pamoja na sisi wenyewe. Wewe umejiandikisha? Nimejiandikisha. Unakimbia kilomita ngapi? Mimi ni kilomita 2. Basi mimi nikushukuru na nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie pongezi kubwa kwa shughuli hii ambayo mmeifanya leo na kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Tumeona vitu ambavyo mmetoa kwa ajili ya mababa zetu. Hongereni sana na Mungu awabariki sana. Asante sana na kushukuru sana. Amina mama, nikutakie siku njema. Asante. Amina. Naam, ndugu mtazamaji wa Hot Touch Media, nilikuwa na mama hapa kama ulivyomsikia. Mama kaongea, kaelezea vizuri namna sherehe yao jinsi ilivyokuwa, matazamio yao na walipofikia. So pabaya sana. Kwa mimi mtangazaji wako naitwa Godwin Clarence Magumbila, lakini nyuma ya kamera yuko bwana mkubwa, kaka mkubwa, familia McDonald Mwemeri. Asante sana, mpaka baadaye.